Ikiwa ni saa 4:20 kabisa, napenda kuwakaribisha kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo kabisa. Na kwenye show, kama unawakilisha rekodi yako, ni mimi Nisha Waziri ndani kabisa mzima nimejaa ndani kabisa. Nataka kushukuru sana kuwakaribisha nyote kabisa kwa njia moja au nyingine ndani ya Kisi Hot TV FM. Ningependa kuwaleta ndani ya nyumba kama kawaida, kuambia kwamba tangu tulipoachana hapa ni siku moja imepita, but I want to welcome you to the house. Nataka kuona kama sound check iko poa. Wacha nikaweka simu yangu hapa kidogo tu, kinunju tu. Naomba tuneke simu yangu hapa kiasi, tuone kwamba tunaelekea wapi. Yes, I hope kwamba tunaingia kwenye nyumba kama kawaida. Karibu sasa tunapoanza mjadala wetu wa siku hii ya leo. Unapowakilisha rekodi yako na kuambia kwamba ndio jaa ndani kabisa. Leta watu wawili watatu ndani ya nyumba kama kawaida, tuone kama tunafikia wapi ndani ya Kisi Hot TV kama kawaida. Mimi ndio nishafika kabisa, ni waziri ndani kabisa mzima hapa. Nipo ndani kabisa na wakilisha rekodi yangu kabisa hapa kutoka rekodi ya Kenya. Ninawakilisha ndani mzima kabisa. Kila kitu kipo shwari kabisa, mtu wangu, nakwambia. Karibia tu tuweze kuanza kwa pamoja. Sound yangu iko aje? Sound check iko salama, nashukuru sana. Nataka tufanye vitu haraka haire. Njoo hapa tuweze kuweza kutangamana kidogo tu kwa saa moja tu, yani kama vitu zingine zitafuata baadaye. Nikiangalia tu nimeangalia hivi, kuna baadhi ya vitu ambazo naangalia hapa ama naendelea kufanya hapa kwenye kompyuta yangu hapa. Najaribu kushare wale watu wanatazama kupitia njia ya Facebook. Karibu sana. Tuanze mjadala wetu wa siku hii ya leo, and I hope tutashirikiana wote pamoja hadi tamati. Nakwambia kwamba ndani ya Kisi Hot TV mimi ninayewakilisha ninaitwa DOENST. Ukipenda kuita kwa Kurikuntu itakuwa ni jina langu kabisa, sitakuwa na hatari, lakini ningependa kuwaleta kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo na tuweze kushiriki moja kwa moja ndani ya nyumba kama kawaida tu hivi. Kwa kwamba sasa hivi ni saa 4:22, imeshafanya nini? Timia. Na ningependa sana kuweza kuwakaribisha nyote, tuanze kwa pamoja, kwa maana nataka tu niweze kushare link hapa kidogo. Nikishare link pale, alafu kisha baadaye tuingie kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo. Unajua kama uko single utapata mtu hivi leo, nakwambia. Kama uko single utamingle leo hivi. Kama uko single, singular and or whatever, patanisho ipo hivi leo. Na pata mchumba iko hapa sasa hivi. Pata mchumba iko na pia wale wako people, kuna topic ambayo tunaenda kudiscuss hivi leo katika siku hii ya leo. Kuna baadhi ya watu okay, nitafungua mjadala baada ya maombi. Baada ya maombi tutafungua mjadala, lakini ila tunakuomba tafadhali shikilia hapo tu ndani ya nyumba, usiweze kuondoka. Shikilia hapo tunapoenda kwanza. Hapo hivi ukiona nimeangalia side hivi, ni kumaanisha kwamba ninajaribu tu kushare hii, tuone kwamba kila mtu anaipata kwa njia iliyo safi, kila mtu anapatikana kwa njia iliyonyoka kabisa hivi. Ndio maana yake umeona nikiangalia upande huu, naweza kuangalia katika tarakilishi yangu hapa, na kama nafanya katika ile maandalizi ya kuweza kushare hii link kwa watu wawili watatu, kuambia kwamba tushafika kwenye nyumba. Wale ambao tuko single, njoo tuweze kumingle, tuone kwamba tutapata people. We persons. Okay, so ndege konkera kimume tumuna butambe, lakini ila tunakwambia kwamba okay, asante sana. Alright, asante sana. Okay. Anyway, nataka kushare link hapa kidogo tuone kwamba inaweza fika kwa watu wawili watatu. Ninaendelea kushare link hapa hivi, ninaendelea kushare link. Pia wewe nisaidie kushare hiyo link, tuone kwamba kazi inafika kwa njia iliyo safi kabisa. Wacha nikaweza tukusukuma link kwa watu wawili watatu, na nikaweza kuomba tuanze mjadala. Pia tuko na baadhi ya wale ambao mko people, msiogope. Mjadala upo. Hakimu niruhusu piga ni share hii link kwa watu wawili watatu. Acha tu niachie hapa, baadaye nitakuwa na share hiyo link kwa watu wengine.
Anyway, okay, asante sana Biamono kilimo kabisa. Tunataka tuweze tu kwanza moja kwa moja kwamba I want you to welcome to the show as usual, kama kawaida. Najua kwamba siku hii ya leo siku hii ya leo we are prepared, well prepared enough tuweze kushika kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo, ila tu mjadala uko hapa. Nasema kwamba mjadala unasema hivi she died at 30 years after refusing to seek maternity care in hospital because of her religion doesn't allow. Kuna tetezi kwamba kuna mwanamke ambaye aliweza kuaga dunia kwa sababu yani kanisa lake ama dini yake haiwezi kumruhusu kuweza kutibiwa hospitali, hata ingawa baada ya yeye kuweza kutembea hospitali baada ya kuweza kusaidika ili kuzaa mtoto, lakini akakataa, karejea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani yeye mwenyewe akaaga akiwa pale nyumbani. Lakini swali kwa tu ni hivi, mchada hivi unazungumza kuhusu hii, huyo mchada unazungumza tu ni hivi, hata kama umefika katika hali ya mwisho kwamba hii ndio mwisho kabisa, ni vizuri kuweza kufuata, ama unaweza achilia tu ufuate tu kanuni na desturi za dini yako, kwamba usiweze kufanya nini, kuweza kufika hospitali kutibiwa. Okay, unaweza shikilia useme kwamba mimi hata kama imefika mwisho, wacha ifike mwisho. Si unajua kwamba dini inasema kwamba tusifanye nini, tusiende hospitali. Yani huyu akapoteza maisha yake tu hivi. Lakini ila tu nakwambia kwamba karibu sana ndani ya Pata Mchumba. Sijui kama wewe uko people, sijui kama umepata persons, lakini tuko ndani ya patanisho, watu wakuja wapate mchumba. Sawa sawa, watu waje wapate mchumba, watu wakuja wapate mchumba. Patanisho ipo, tusiogope na msiogope. Tunapata hapa Pata Mchumba, pata patanisho. Alright, asante sana. Okay, pata patanisho hapa iko kama kawaida, nimekuandalia kabisa kwa njia iliyo safi, and we will see on what to do. Tuone kwamba tunafanya kwa njia ipi. Asante sana. Asante sana. Okay, nitakuwa naomba tu tuanze. Patanisho ipo na mjadala upo. Niko na maswali naenda kuuliza kuhusiana na mjadala wa siku hii ya leo. Wana mama mko pipo, msiogope kuingia kwenye show. Lakini kama kawaida tu kupiana tu dakika za kwanza kwenye watumishi. Hivyo kama wewe ni pastor na kupare ungeweza kutuanzia kwa maombi, tafadhali. Linki nataka kuachilia linki hapa, uje uweze kutufungulia kwa njia ya maombi. Na tuone kwamba tunafikia wapi. Asante sana. Kuna baadhi ya watu naona washafika kwenye show, na shukuru sana. Karibu sana kama kawaida. Linki nimeweka pale, watu waweze kutufungulia na maombi kwanza, ndio tukaweza kufanya nini? Ndio tukaweza kuanza mjadala wetu wa siku hii ya leo. So that we can start the program of tonight after all. Okay. Mnajua kwamba unanipata kwa njia iliyo safi. Na unashika ile kodi yako kabisa, unaiwakilisha kabisa waterete gabkimo kabisa. Umesukuma katika eneo lako lile na kuweza kuhakikisha kwamba unafanya nini? Unapata kwa njia iliyo safi. Ndio maana nakwambia kwamba chukua hiyo fursa yako uweze kuingia ndani ya show kama kawaida. Fika kwenye show, link nimeweka pale, watu naona kama nataka tu nianze na watumishi. Okay, network yangu network jamani. Okay. Network yangu inanipatia stress hapa. But okay. Pole sana. Naona kwamba network yangu inanisukuma hapa, inanipatia tatizo. Lakini tu naomba tu muniwe radhi. Kwa sababu ya network yangu si nzuri. Muniwe radhi. Lakini nataka kuwakaribisha kwenye show kama kawaida. Ni patanisho hivi leo. Okay. Patanisho hivi leo. And we'll see on what to do. Tupatanisha watu, na kama ulikuwa umepatanisha siku za nyuma, mkuje huko mpatiane ushuhuda, itakuwa sawa. Naona network yangu hapa hainiruhusu, iko chini kidogo. Asante sana. Network yangu leo iko chini kidogo, but watumishi wa Mungu, na want to give this opportunity. Network hainiruhusu. Anyway, hii network
Okay, ipo chini kidogo, lakini tu mniwe radhi, iko chini kidogo, lakini tutajaribu kutukusukumana tuone kwamba tunafikia katika eneo lipi. Tunafikia katika eneo lipi? Network hainiruhusu kabisa. Okay. Network hainipati ra. Karibu sana. Nadhani tu kurekebisha mitambo kabisa. I'm trying to rekebisha mavitu hapa. Okay. Najaribu tu kurekebisha network. Okay. Okay, sawa. Wacha nirekebisha network hapa and we see on what to do. Okay, asante sana. Thank you. Najaribu tu kusukumana na network jamani, muniwie radhi. Network hapo iko na tatizo kidogo. Nakusifu milele na milele, kwa shangwe nakusifu ewe Bwana milele, nakusifu kwa shangwe, nakusifu milele na milele. Kwa shangwe nakusifu milele na milele, kwa shangwe nakusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho
kuona kwa kweli, bali sijampata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, 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 sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe,
na kweli Mungu wa kicheko changu, wajua kunichekesha. Hawe Mungu wa amani yangu, wajua kunipa amani na kweli Mungu wa imani yangu, wajua kulinda wokovu wangu. Kwa yale yote umetenda, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Bwana, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Nilikuwa natafuta kipenzi cha maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia, Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mingi, shida mingi zimenisonga, Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Oh, why
wakusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wakusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wakusimama imara juu ya neno lako. Alright, asante sana. Nipe uwezo. Asante sana. African Melody Band kwa kazi nzuri. I appreciate, thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Asante sana kwa kazi nzuri. We appreciate. Thank you very much. African Melody Band. Karibu sana kwenye show. Naona najaribu kuona pale kama hii ringi pade inasumbua. Pate I want to welcome kwenye show kama kawaida. Ndani ya patanisho nakwambia kwamba nataka kuachilia ringi pale. Unajua sijambo maombi nianze. As well as I was waiting for the pastors. Kwa wale wana pastor wanakujanga, I know you are there. You come and start for us. Muje mtuanzishe kwa hali ya maombi ndio tuanze mjadala. Na inetu wa kipado naona inazungua lakini tunaivumilia tu. Najua kama pastors mtakuja tuweze kushikana wote kwa pamoja na tunafikia kwa njia ipi. Karibu sana kwenye show. Mimi hapa ni Nyaputo Dennis, ukipenda kuniita kwa content nitakuwa nafanya nini? Nitakuwa naitika. So I hope that tutakuwa wote mbele pamoja. Tutakuwa mbele pamoja, tushikiane wote pamoja kwenye show hadi tamati. Najua kwamba umeweza kufika kiwada ni tarehe ngapi? Tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2021. Najua kwamba tutashika wote kwa pamoja hadi mwisho. Na pale ambapo unawakilisha rekodi yako tafadhali, nakwambia kwamba wakilisha rekodi yako kama kawaida. Mimi nishatia linki pale, nilikuwa naomba mtu akuja tuanzishie kwa maombi. Sioni kama naweza anza show. Wana ambao watumishi wako pale tata side, we call upon you to come and just pray for us before we start this program, okay? Before we start this program. Kabla hatujaanza program hii, ningependa kuwakaribisha sana kabisa tena maridadi kabisa tuweze kuanza kwa pamoja kwa sababu ya ajili ya maombi. Najua kwamba tumekawia sana. Siku ya jana tuko pamoja lakini nashukuru sana Mwenyezi Mungu tumepatana hivi leo tena, tumeshiki wote pamoja. Na tunataka kufanya nini? Tunataka kuisukuma hadi mwisho. Najua kama mahali ambapo nawakilisha ni area code yako kabisa, tunajua unawakilisha area code yako pale. Pia niko na mjadala hivi leo. Niko na mjadala tunapiga mbali na patanisho. Tupo na mjadala wa kuweza kuzungumzia hivi leo. Mbali na kufanya nini? Mbali na kufanya hivi. Tuko na mjadala wa kuzungumzia mbali na unganisho la patanisho. So najua kwamba utashiriki wote kwa pamoja, hakuna mwenye atapaki pale nje. Watu wakuja wa mingle, watoke kuwa single to mingle. As we mingle, we come one thing, okay? Let's come and mingle by the way. Let's come and mingle to mingle tukue mingulars. Sawa. Kama unawakilisha rekodi yako tafadhali, nataka kukaribisha kwenye show kama kawaida. Mimi nakuambia kwamba hapa ndio nawakilisha vizuri sana. Nawakilisha kwenye rekodi yangu hapa na nimesema kwamba nimepatana. Let me just add 10 minutes. I'm giving the pastors 10 minutes. So, I'm giving the pastors 10 minutes to come and pray for us. Yes, I'm giving the pastors 10 minutes to come and pray for us. Nimepatiana dakika 10 tu, wachungaji wache tuweze kufanya nini? Tukaweza tu kuomba. Sawa. Nimepatiana dakika tu 10 ndizo nimepakisha. Watu pastors wakuja watuombe tuanze program. Kama hawatakuwa pasi nitaomba tuanze program hadi ya patanisho, na tuko na topic ya kuweza kuzungumzia hivi leo. Topic iko pale. Nitakuwa inaifungua topic in the next 3 minutes, but ni patanisho. The main issue here is patanisho ndio kitu muhimu sana. Hapa hivi ndio tunataka kufanya patanisho. Tupatanishe watu. Patanisho unajua kwamba haijeshi kwamba ni kupata mchumba peke yake. Hapa tunakupatanisha na mwenye umekosana naye. Kuna baadhi ya rafiki yako mmekosana naye, hamuendele pamoja. Lakini sasa mimi nakwambia kwamba tunataka kukuletea nafasi hadi pale ambapo utaweza kufanya nini?
kuelewana. Lakini ila tu kwenye show ni mimi nimeshikilia hapa leo, ni Nyaputo Dennis hodi maarufu kwa Kurikuntu. Mimi ndo nimeshika hapa kwenye steering hapa. Nataka kuambia kwamba nataka kupiga ngumzo pia. Wewe kama ushafika nani, tafadhali wakilisha ile kodi yako, tafadhali salimia watu. Najua kama sijui kama kuna siku yenye itafika unatamani kusalimia mtu na hautapata opportunity. Kama utakuwa umefinywa sana, umefinyirika ile mbaya, utakuwa umefinyirika ile vibaya sana, lakini nataka kukuambia kwamba kuja tu tuweze kufanya nini, njoo tukaweze kufanya hivi, tukaweze kufanya nini, njoo tukaweze zidi kwa baba moja mbili tatu, sawa sawa. Anyway, ni ndani ya Kisi Hot TV, mbere iko pamoja. Asante sana watu wangu, nyinyi watu wa nguvu sana, abantu bechingu tukigima. And I want to say that tutashikana wote kwa pamoja hadi mwisho, hadi tamati. Watu wapate people, watoke kuwa single, watu watoke kuwa single, wakuwe people, na hadi itakuwa sawa hadi tamati. Najua kwamba hii ngao tumechelewa leo kuanza mjadala wetu. Nimepakisha dakika kama 7 hivi ili nikaweza tu kuomba, and I start the program of tonight, ili nikaweza kuanza mjadala wa siku hii ya leo. Nimesema kwamba mbali na hii kitu tunasema kwamba mbali na kuzungumzia kupata mchumba, tuko na mjadala ambao kwa kuweza kuzingatia kuzungumzia kwa wale ambao mko nini, hamko single. Pia nyinyi mwapikia kitu hapa ya kuweza kujadili hivi leo hadi tufike mwisho. That's what I want to believe, that kwa tutashikana wote kwa pamoja, kwa maana sitaweza mimi bila nyinyi, sitaweza bila nyinyi. Lazima tushikane wote kwa pamoja, tushikane wote kwa pamoja hadi mwisho, ndio tutaona kwamba tutafika wapi. Anyway, alright, asante sana, asante sana. I want to tushirikiane wote kwa pamoja. Asante nyinyi watu wangwana sana, and I want to hope kwamba tutashirikiana wote hadi mwisho wa mchada wetu wa siku hii ya leo, and everything will be well and good. Asante sana. Asante sana, and I hope kwamba tutapiga mchada hadi mwisho wa dahari. Okay, asante. Unajua kwamba kuna mwanamke hapa amefariki kwa sababu gani? Aliaga dunia kwa sababu yani dini yake haimruhusu kabisa yeye kuweza kufanya nini, kutibiwa hospitali. Inasemekana kwamba huyu mwanamke baada ya yeye kufika hospitali, kwa sababu alikuwa anafaa kujifungua, baada ya kuangalia madaktari aweze kusaidia kujifungua, alikataza madaktari kuambia kwamba hapana, dini yangu hainiruhusu kabisa ni kutibiwa na kufanyia zile mtaka kunifanyia, naomba tu niache nirudi nirejea nyumbani. So baada ya kuachiwa kurejea nyumbani, pati mbaya, mama aliweza kuaga dunia. Baada ya kuaga dunia, aliweza kuiaga dunia. But swali langu kuu ni hili, swali kuu langu ni hili. Yes, of course sisi ni Wakristo, tunafaa kuamini dini au tunafaa kuamini Mungu? Tunafaa kufuata sheria zake za Mungu, tunafaa kufuata sheria za nini hizi? Tunafaa kufuata sheria zipi za dini ama za Mwenyezi Mungu? Kwa maana huyu mwanamke alikuwa amefuata sheria za dini tu. Mimi kusema kwamba dini haimruhusu kutibiwa hospitali, na kisha baadaye kumpelekea hadi kuiaga dunia, kupoteza maisha yake. I don't know. Na kuna baadhi ya watu ambao wameshafariki kwa sababu ile msimamo ambao wanashikilia kwa sababu ya dini, inawaambia kwamba hospitali halisi hapana, hakuna kuongezewa damu, kama imekuishia. Unaona? So nataka kuzungumzia tu swala jamani. I want to talk about this issue, and again tukuna kupata mchumba, patanisho, tunapatanisha moja kwa moja, tunapata patanisho one on one ndani ya Kisi Hot TV. Nimepakisha dakika 4 nikaweza tu kuanzisha mjadala, nikaweza kuomba. So pastors pia leo wamenigomea, yeah. Okay, anyway, sana. We want to talk about this issue.
kama wewe uko people, hauko single, don't fear. And I want to tell you kwamba usiogope, tuko na mjadala hapa wa kuzungumzia. Na wana mama mko single, unataka kumingo, pia kuna nafasi yenu. Lakini nimesema kwamba sijaanza bado. Lakini nimepatia hizi dakika kwa wale watumishi wa Mungu, wachungaji, waje hapa waweze kuzungumza na sisi. Nimesema kwamba wakuje huku waweze kuzungumza, waweze kutufungulia kwa sababu ya maombi, ndio tukaze kwanza. Ndio nimesema kwamba yani safari kwanza, kama hakuna mwenye atachapata mtumishi wa Mungu akaze kutuombea, ama mtu yeyote yule, hata kama uko hapo nje na unafikiri kwamba unaweza kutuombea, you can pray for us, you can sing for us and open for us the meeting with prayers. Karibu sana kwenye show, karibu sana kwenye show. Tuanze kwa pamoja, na tunashikilia hadi wapi? Asante sana. Anyway, nimesema wachungaji wakuje. Tuko na mjadala wa kuzungumzia hapa leo. Tuko na mjadala wa kuzungumzia hapa hivi. Mjadala unasema hivi. Yaani mimi nausa swali jamani. Hata kama wewe umeokoka sana, na ni vizuri kuamini tunafuata sheria za dini au tunafuata sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa maana kuna mama hapa amepoteza maisha kwa sababu ya yeye kuambia madaktari pale hospitali kwamba hamna. Hamwezi mkanitipu, hamwezi mkanishughulikia mbali na hapa. Hapana. Siruhusiwi. Dini yangu hainiruhusu kabisa mimi kwanza kushiriki. Madaktari kuniangalia hapa ama kunishughulikia ili nikaanza kuzaa. Hamna, hapana. Niache niende nyumbani. Lakini baada ya huyu mwanamke kurejea pale nyumbani, hakukaa sana. Aliweza kuiaga dunia. Swali langu ndio nauliza kwamba, je, it is we to trust to believe on the church doctrine? Dini, sheria za dini na doctrine tuweze kuiamini tukipoteza maisha ya watu. Kuna baadhi ya watu ambao wamepoteza maisha yao kwa sababu gani? Kwa sababu anasema kwamba pale kanisani mimi siruhusiwi, kanisa letu haliruhusu kuongezewa damu, haturuhusiwi kutipiwa hospitali. Jamani, ninaruhusa kwamba tu hivi, ninaruhusa kwamba hivi, ni wapi hapa? Yani what can we follow? Ni wapi amesema kwamba si lazima utipiwe, so utipiwe hospitali, so you risk yourself at you end up losing your life, mpaka ile mtoto ambaye ulikuwa unafaa kuzaa unapoteza maisha yake. Hiyo ni swali letu. Pia topic ni hii na wengine ni hii, wana mama mko single, ukuja hapa tumingo, get people, usikae single sana. Usiseme kwamba kurutumi ishakupatia opportunity, ukuja hapa useme kwamba yule mtu ambaye unataka akipatikana pasi tutakuunganisha. Kama kuna baadhi ya mtu ambaye umekosana na wao pia, hilo ni swala langu kuhakikisha kwamba nimekuunganisha na huyo mtu ambaye umekosana na yeye, so kuweza kurejesha upendo na umoja sawa. Ila tu inakwambia kwamba ile nimepakisha dakika moja niombe, kwa sababu nilikuwa nimepatiana hii opportunity kwa pastors, wale wachungaji ama mtu yeyote aje tuombe. Ni kama sijaona mtu hapa, but ikifika saa 4 kamili, saa 5 kamili kumradhi, tutakuwa narejea hapa ndani na kuhakikisha kwamba ninaomba tuanze moja kwa moja, na kisha baadaye tutafanya hivi. Nikiomba nitafanya nini? Nikiomba tutaanza mjadala, linki iko hapo, utuambie tu hapa enyewe kusema ukweli. Kusema ukweli. Yes, sisi tumeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini what are we supposed to follow? Is the people rules ni sheria zake Mwenyezi Mungu, au we follow the doctrine, ile sheria za kanisa? Because I don't know, I have not gone through. I'm not condemning, si ati nasema kubaya, lakini sijawahi pita pale kwa maandiko. Basi kama yapo, mtanisaidia video nikaanza kuyajua. Mtanisaidia nijue ya maandiko ambayo yanasema kwamba binadamu huruhusiwi kwenda hospitali kutipiwa au kuongezewa damu. Kwa sababu kuna baadhi ya story mingi ambazo tumesikia mtu anapoteza maisha kwa sababu ya kusema kwamba anakuwa na msimamo kusema mimi kanisa langu haliniruhusu kutipiwa hospitali. Kabisa ni kwenye show, wacha tu nikaanza kukuombea. Funga macho yako. Mwenyezi Mungu shemile, pokea sifa zako. Asante kwa sababu ya kibali na uhai. Tunapenda kuanza mchana wetu wa siku hii ya leo. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako. Asante kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Tuwezeshe tupigane kwa kila jambo. Tushike mkono hadi tamati. Tunashukuru jina lako na kusema wewe ni mpendeza. Asante kwa maana wewe ni Mungu utukukae milele. Sasa ndio milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeona kuamini. Amen and amen and amen. Asante sana. Wacha niwakaribishe kwenye show.
Linki wote nimepatia linki sasa hapa. Muje hapa tuanze live and direct. Live and direct. Tuanze live and direct. Sawa sawa. Watu tuanze comment hapa juu. Kuna mtu anaitwa Ruth Bosibori. Hai nyote, mmesalimiwa hata kama uko hapo. Ruth alikuwa ametusalimia mwendo wa saa 4 kamili. Hai nyote, hi to you. Ruth Bosibori anasema kwamba emburaga ego tugusi entindi gaki. By the way, kuna mvua imenyesha hapa Kisii chuzi. Mvua ingine kali sana bana. Mvua ingine kali sana. Anyway, dada mkubwa, hi 20 to you my dear sister. Karibu sana kwenye show. Kuna mtu anaitwa dada mkubwa Dennis Kaaki soma Mwanzo 5:1 mpaka 5. Nitakuwa nasoma hiyo. Anasema kwamba soma Yakobo 4:3 mpaka 5. Asante sana. Doris 3 tuned in, karibu sana Doris. Dada mkubwa anasema kwamba nisema hivi, Mungu mwenyewe akuomba vitu mbalimbali, akasema kuna minyama ya kukura, miti ya kumfanya nini, ya kuwaponya, pia kukura. Mungu si aliona mtagonjeka, akasema miti ikuepo isaidie watu wake. Sasa hiyo kanisa huyo ni dada mkubwa amesema hivyo. Dada mkubwa anasema kwamba kama mtu aende hospitali, si waombe mtu asikufe ama asigonjeke. Hiyo sio kanisa, hiyo ni ya kifara, because unaambiwa, unapimwa, kama hakuna maji ama damu uongezewe. Hao ni wakukunywa damu na watu anafanya nini? Anawasoma paipo gani? Anyway, anaitwa dada mkubwa ananiambia hivi, ananiambia linauma sana hilo, lakini nisalimie hawa babu kwa Boris Respa akama Dennis kukurikun to my baby Scovian and Scovan, my sisters, brothers and parents wote wako bubasi nyamache. Good night all of you. Asante sana, asante sana. Hapo hiyo ni comment yake dada mkubwa. So linki nimeweka hapo, nataka kukaribisha kwenye show. Watu wakuje kwenye show, tupige moja kwa moja. Tutakuwa tutafikia wapi? Tuelimishane, tujifunze. Lakini kama pia uko single, don't fear to come and mingle and get somebody who you should mingle with. Nakwambia kwamba usiogope kuja kumingo na mtu yeyote yule. Usiweze kuogopa, njoo hapa tushiriki wote kwa pamoja ndani ya Kisii Hot TV. Na mimi nikiwa nashikilia hapa ni Nyabuto Dennis, ukipenda utaniita Kukurikun, tutakuwa nashikilia tu papo hapo. Hayo ndio majina yangu, sitakuwa tunakataa. Sawa sawa, sitakuwa nakataa majina yangu, mbali nitakuwa tu tunashikiana moja hadi mwisho kwenye nyumba. Asante sana. Asante sana. Nimeweka linki hapo, kama imekataa kufanya kazi itabidi tu sasa tumalizie show hapo. Linki kama ni network itabidi tumalizie show hapo. Okay, asante sana. Rodini Chambua anasema kwamba hi brothers and sisters of Hot TV na wotore amakuru Katari mpaka Gusii yonsi pia. Asante sana mtu wangu, nashukuru sana. Kuna linki nimeweka hapo, I want to nuguze hiyo linki ikufikisha hapo kwenye show. Na pia kama utasubscribe ndani ya Kisii Hot TV kupitia njia ya YouTube, utafika pale YouTube, andika Kisii Hot TV na ukaweza kufanya nini? Ukitupata live, subscribe pale, ukipata notification weka on and get us live and get us our notifications every now and then as we go live or as we give you the updates. Asante sana, asante sana. Pia kama utatufollow pale Facebook ama utareke page yetu kule, utasema kwamba utaanza tu andike Kisii Hot TV FM, itakuwa mbele sawa sawa, itakuwa tunawakilisha kabisa ndani ya nyumba. So nimeshaachilia linki pale. Asante sana. Na I hope like kwamba tunashikiana wote kwa pamoja. Nimeachilia linki kule. Na hiyo linki nataka tu kufikisha hapa ndani. Nataka hiyo linki kufikisha hapa ndani. Tuipige moja kwa moja, tuizungumzie moja kwa moja, tunafikia wapi na tunapiga kwa njia ipi hadi mwisho wa dahari. Kwamba tukiwa ndani ya Kisii Hot TV. Asante sana. Asante sana. Okay, asante. Sijui kama linki yangu ikakataa kufanya kazi, itabidi tumwezeshe hapa. Tupatane kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Linki ikikataa kufanya kazi, ndio nimeweka linki hapo, watu waje tuzungumze, tuelimishane mawili matatu, tujifunze mawili matatu. Yes. Tujifunze mawili matatu. Na tuone tutafikia wapi. Asante sana ndani ya Kisii Hot TV.
Anyway, let me hope you are getting me live and direct. Let me hope unanipata kwa njia iliyo safi as we come together. Anyway, hiyo link ikikataa kufanya kazi, it will just give me time ya kwenda kuweza kuirudia kesho. Tufanye show kesho. So nimeweka link hapo, nishaomba, ila tu I'm waiting. Sijui kama hiyo kama network inasumbua. I'm waiting you people to join here. Tuanze show moja kwa moja. And we see on what to do. Tutafikia wapi na tutajifunza nini hivi leo. Anyway, I don't know kama hii link mbona inanipatia stress hivi. And anyway, asante. Wacha nione na hivi. I want to know to see on how to do these things. Wacha nione tutafanya nini. Wacha nione nitafanya nini. Wacha nione what I will do. But I don't, sijui mbona leo network inanisumbua hivi. Sijui mbona leo network inanisumbua hivi. But we will gonna do it again. We will gonna do it again. Ndani ya Kisi Hot TV. Okay. Anyway. Asante. Rodin brother, kuna kitu inanyuma sana, si nzuri. Kitu gani inakuuma Rodin? Linki iko hapo. Linki iko hapo Rodin, utaweza kuja tuambie ni kitu gani inakuuma. We will see on what to do. Usiumwe sana. Usiumwe sana. Wewe kuja tuambie ni nini inakuuma. Nikikuona hapo kwa backstage nitakuweka kwa screen. Hiyo linki guza. Hiyo linki nimeweka hapo, imeandikwa Kisi Hot TV. Kiguza hiyo linki itakufikisha hapa ndani. Wewe chaza vile nakwambia, allow and say yes. Utafika hapa ndani, tushike wote kwa pamoja and tuongee tuone tutafikia wapi. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Ajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa
kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu. Yawe ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu. Alright, asante sana. Ewe Yawe, wewe ni yote kwangu. Asante sana. Anajulikana kama Sante. Thank you very much. Ndani ya Kiss Hot TV naishikilia hapa kama kawaida. And I want to welcome you kwenye show kama kawaida. Karibu sana tuweze kuipiga hadi mwisho. Nimesema kwa wale watu ambao wako single, karibu sana kwenye show and come and get somebody and to mingle with, okay? Tuende tunafanya mawili matatu. Loading anambia kwamba not connecting but I hope it will work. Loading kama umekataa kufanya, enda YouTube. Njoo YouTube. Njoo ingie kutoka YouTube. Njoo YouTube, andika Kiss Hot TV, itakuletea and tumia link iko hapo. Wacha niwapatie link kuja kwenye show. Kuna ambao mko single. Pia niko na swali. Niko na swali. Kuna mwanamke aliweza kuaga dunia kwa sababu ya yeye kuweza kukataa asitipiwe hospitali kwa sababu dini yake haimruhusu kabisa kutipiwa. Haimruhusu. Dini haimruhusu kutipiwa ama kutipiwa hospitali. Hasa yeye vile alikuwa mjamzito, dini yake haimruhusu yeye kuweza kuangaliwa wapi? Kuangaliwa pale hiyo sehemu ama kuzaa. So that's the big question. Nauliza, jamani, tunafaa kufuata nini? Dini tunafaa kufuata nini jamani? Tunafaa kufuata nini? Dini ama nini? Mtu unaamua tu kabisa unasema utipiwe na katika hali ya maututi. Anyway, what are we supposed to do on that is occasion? Of course dini yako inakataa. Now imefika up to the end. Hapo ni mwisho. That's the only thing that is supposed to be done. Ndio wewe ukaze tu kuwa sawa. So should we risk our lives because of that? Pia wala mko single, kama we mingle together, nafasi iko hapa. Njoo useme unataka mtu aina gani. Basi mtu akipendezwa na wewe akikuja, mimi mbona nikataa? Si mimi nakupatia opportunity hiyo. Mimi nakupatia hiyo nafasi ya kuweza kuingia na sisi tuanze kwa pamoja ndani ya Kiss Hot TV. Mimi ni Nyepto Dennis. Karibu sana kwenye show and we see on what to do. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Njoo kama unawakisha kwa rekodi yako. Basi kama linki ikikataa,
I will see on what to do. Link ikikataa kufanya kazi, itapidi tumalize show. We try when it's the network is working. Kwa maana anaona pale nani ananiambia kwamba inakataa. Rodi ni jaribu tena kwa mara ya mwisho. Jaribu tena kwa mara ya mwisho. Ikikataa pasi okay, Rodi nimemwona hapa. Na kiendo. Yande. Yande kabisa kurukataa. Yande kabisa kurukataa. Na wando chikigime hapo kabisa. Karibu sana kwenye show. Unaweza ongea Kiswahili na usalimia watu ongea Kiswahili tu jamani. Sawa, it's okay. Yes. Na nimeshukuru sana kwa kuingia online. Naam. Nimewasalimia sana kutoka Katale, mahali inaitwa Aliwama, nakaa hapo. Sasa umeleta mjadala mzuri. Kitu ya kwanza tafadhali, hata kama wanasema dini na kataa, hii maisha ni ya Mungu. Ya mtu achitoe tu aende hospitali, asiseme mala mimi kulingana na mimi nitaweza sema hivyo. Alafu kitu kingine yenye imeniuma sana, youths wa nyumbani, I normally blame youths sana because kuna kitu imetendeka huko kwetu South Mogirango, side Sanya Marambe. It is not good. Ni nini hiyo? Last week viti ziliibwa sa kanisa ya Nyamarambe SDA. Saturday usiku ikiamkia Sunday. The same kanisa ingine inaitwa Getono PH ikaipiwa fiti. The same day hiyo kanisa ya Getono PH ilipiwa fiti na speakers, hizo vitu sawa za music instrument sote. The same day kanisa ya Nyandiwa New Life ikaipiwa fiti. In fact, I cannot think that the mtu mwenye amefikisha 60 years, 50 years, he can wake up at night and they go to steal from the temple of road. Hiyo kitu haileti picha nzuri kwa sisi kama vijana. And then sisi ndio tunatengeneza inji ionekane vizuri. Okay, Rodin, back to the normal topic now. Asante sana. Back to the normal topic. Hiyo itafuatiliwa baadaye. But ndio nakuuliza kwamba kulingana na hii kitu kuna mwanamke aliweza kuaga kwa sababu yeye kushikilia msimamo kusema kwamba dini yangu hainiruhusu mimi kwenda hospitali. Baada ya kurejea kutoka hospitali kufika nyumbani aliweza kuaga dunia. Ndio nauliza wewe unaweza shauri watu nini, ama tunafaa kufuata zipi? Ni wapi mtu anisaidie, ni wapi maandiko tafadhali anasema kwamba hatufai yani hospitali na hapana? So we die, let us die like that. Kuna mmoja wetu alipeana that dawa miti ilipandwa ikasemekana eti watumie kama dawa, and then ukiangalia madawa mingi inatengenezwa kutoka kwa miti. It is only the science in that inafanya tablets inatengenezwa, but for me sijasoma nipate scripts yenye inasema that kama usiwekewe damu vile the other time umesema eti dini yako imesema kama unaenda kusaa kuna mali kuna mtu hafai kukutumia. Sijakutana nayo, so I will encourage my fellow Kenyans, even if your denomination say like that, your life is better than anything because created by God. Those who are created by God, they cannot harm you. That is their probation. According to me. Okay. Kuna watu wako hapo, hao ni nani waleta hapo? Kuna watu nasikia wanaongea hapo. Hapana, niko na ndugu yangu hapa anaitwa Wycliffe Mchamana, yeye ni Mkisii. Tuko na yeye hapa.
Okay, mtama. Hot TV kwa Kisi. Hello. Yes. Lakini naongea Kiswahili. Habari ya huko nyumbani? Nyumbani kwema kabisa. Niliona mvua imenyesha. Nimeona mvua imenyesha, lakini tunashukuru Mungu kama ilionekana si mzuri vile. Mvua nayo imetunyesha lakini si sehemu zote, lakini tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Karibu sana. Unaitwa nani? Yes. Anaitwa Wycliffe Mchumba kutoka Kisii, Bobasi constituency. Nyamache. If you know specific. Nyamache saidi gani? Sisi ni Nyamache, njia ya kuenda Maji Mazuri. Oh, pale kwa junction. Ya Maji Mazuri. Sasa ya Maji Mazuri. Sinikupatie nafasi. Nikupatie nafasi salimia watu nyumbani. Salimia watu wa nyumbani nikupeleke side nyingine tena. Nasalimia babangu Naftari Mchumba, nasalimia mamangu Sara Kemunto, my sisters, my brothers and all the community members. Nawaambia watie bidii, maisha ni ngumu huko nje. Ile kazi wanafanya Mungu awabariki nayo ili waweze kuendelea na maisha hii ya saa hii. Okay. Alafu pia nawaambia Okay, unawaambia pia watie bidii katika shule, sababu masomo kwa saa hii ndio inatambulika kila bahari. Alright. Anyway, sawa. Tutamchadara. Niko na mchadara miwili leo watu wako single. Niko na mchadara miwili watu wako single tumingo. Nataka kupata mchadara wa kuna tatizo, kuna mwanamke aliweza kuaga dunia kwa sababu alikataa kutibiwa hospitali kwa sababu dini yake ama kanisa lake halimruhusu kutibiwa. Halimruhusu kutibiwa hospitali. Wewe unaweza mwambia nini? Unaweza sema nini kuhusu hili swala? Alikataa kutibiwa ama alikataa kutibiwa? Alikataa kutibiwa. Alikataa kutibiwa kwa sababu ya nini sasa? Kanisa lake haliruhusu kutibiwa hospitali. Kwanza alikuwa anafaa kuzalishwa. Alifaa kuzalishwa, akakataa. Akasema mimi hospitali haturuhusiwi kabisa. Mimi namwambia kwa sababu hospitali kuna wataalamu wenye wamefunzwa, wamekaa na mafunzo ya kisayansi, wanajua hiyo kazi penye inafanywa. Sasa ningemwambia akubali tu atibiwe, sababu huko nje au wenye atakaa alikufa. Sasa hiyo ni pole sana kwake, kwa sababu ukikataa mafunzo, ukikataa kutibiwa na wenye wamefunzwa na wako na tajriba ya kisayansi, sasa au wengine na wao wenye wako nje watakaofuata hizo nini zake, nawaambia wasifuate hizo njia zake, waende hospitali waweze kutibiwa, sababu au wako na utaalamu. Okay. Shikilia hapo. Nasema asante. Haya, sawa, karibu sana. Usiende, shikilia hapo hapo. Nimefunga hiyo mic yako. Anaitwa San Jesus 254. Your life is better than anything else. Pastor Eric Machuki, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaendelea aje? Naendelea poa. Long time bana. Niko sijapotea sana.
shughuli kidogo kidogo, Mm. lakini Mungu anatujalia tunapumua. So sinikulete kwa mjadala tafadhali. Hata wasikizi vipi kwanza, mashabiki wako ache nimewamiss. Wako poa kabisa, wanakusikiza. Zungumza na wao kwa salamu. Mashabiki wa Kisii Hot. Habari zenu? Nimewamiss. But leo nimefurahia kujiunga na nyinyi. Sijapotea, ni venye kazi inakuwa mingi kidogo. Tunachikaza, tunajaribu kubalance zaidi zote. So leo Mungu amenijalia, nimeingia online. So nashukuru kukulekuntu. Leo nimeficha uso. Ndio niona network ikikuleta ilikuwa nasunguka hivi. Na maana sitaki kukuuliza maswali mengi kabisa. Kamera ya laptop iko na shida. So ni kama iko na shida fulani, so haichukui ni kamera ifanyi. Okay. Si umeona tu nimekwama kwa screen, si niliona kitambo sana ukiingia. Hata waistwende niambie mjadala vipi? Tunachadili kuhusu kuna mwanamke alikataa kutipiwa ama kuzalishwa hospitali baada ya yeye kusema kwamba kansa lake halimruhusu kabisa. Dini yake haimruhusu yeye kuweza kuzalishwa pale hospitali. So ikabidi yeye kurejea nyumbani, lakini baada ya kutoka hospitali kufika pale nyumbani aliweza kuaga dunia na aliweza kuaga dunia. Sasa nyinyi kama pastor ndio nawauliza tu hivi. What is it? What are we? Yani ni Mungu tunajaribu Mungu ama iko kwa maandiko kwamba hatufai kutipiwa hospitali, so we have to be like that. Ikifika time umegonjeka usongezewe damu, wewe stay hivyo na ongoze kifo. Si hiyo ni ngumu. Hata tunashangaa. Ni nini kinaendelea hii dunia? Lakini hayo yanatokea kwa sababu ya unabii. Siku za mwisho. Yani ninashangaa what are the people doing, because but atusiwaraumu. The Bible says in Hosea, Biblia inasema in Hosea chapter 4 verse 1, that my people perish because they lack knowledge. Watu wangu hupotea kwa kukosa maarifa. Kenya ama dunia mahali tumefikia, kuna makanisa ambayo yametokea yanaitwa CAT. Ya kwamba tunaabudu wale wakubwa wetu. Kuna makanisa yametokea watu wanaabudu wale wakubwa, kwamba kile mkubwa wa kanisa anasema like bishop, amekisema hicho ndio wanafanya nini, wanafuata. Wanasahau ya kwamba kuna Mungu muumba mbingu na nchi ambaye tunastahili kufuata, ambaye tunastahili kufanya kulingana na neno lake. Sisi tumeacha kufuata neno la Mungu, wanadamu tumeanza kufuata maneno ya wanadamu. Na baada ya kufuata maneno ya wanadamu tunapata changamoto mingi zinatuandama. Tunajipata mahali babaya, tunashindwa wa kulaumu ni nani. Na hiyo imetokea, vifo vimetokea mingi, watu wengi wamejiua. Sasa the Bible says clearly like this, let us not tempt God. Tusimjaribu Mungu. And it is not bad. We are supposed to believe God. Sisi wanadamu, we are supposed to believe God, that God is able to do anything in our lives. Yes. But as far as we are believing in God, we need to take an action. Yes. You cannot kukulikuntu kama saizi wewe uwezi kaa hapo useme ya kwamba mimi sina chakula, ninaomba Mungu chakula kitokee kwa nini kwa meza.
omba Mungu, mwambie Mungu ninahitaji chakula, lakini go ahead and work for it. Kama the Bible says in James chapter 2 verses 14 to 26 that faith without action is death. Even if you believe, but if you are not putting that faith into practice, yes, it's like you are doing nothing. Sasa unaona ameamini ya kwamba yeye aende hospitali, Mungu atafanya nini? Atamsaidia. Amefanya nini? Amekufa. You see? Yeye ndiye amefanya nini? Ameangamia. So of course ni pole sana, tunapeana pole kwa familia. But watu wetu wacha wajue hivi, we need to take action in some things. As far as we believe God, Mungu atasikia na Mungu atachipu maombi yetu, lakini tusimjaribu Mungu. Let us have action in whatever we do. Not only believing by word, fanya chambo. So watu wetu wacha wajue ya kwamba si kuamini tu. Let us have action. Kama ni ugonjwa, omba Mungu akuponye, lakini enda hospitali. Tipiwa. Kula chakula ambacho kinastahili. Najua Mungu anaweza kuponya kupitia maybe kwa chakula chenye unakula, kupitia kwa maji, kupitia kwa dawa za madaktari, you know. Mungu anapitia kwa hizo vitu. Ndiye anafanya nini? Anatusaidia. Nyasaye tari wochepu nabwe atu mubango. Oyo Nyasaye bwemeroberio. Oyo Nyasaye obwatu mubango. Oyo Nyasaye bwechogete. God is a God of order. So he has these plans that this happens through this. So tusiche tukaanza kucharipu Mwenyezi Mungu kukulikundu. Faith without action is death. Let us do action. Let us work for it. Tusijidanganye. Hii makanisa ambayo inakuja, tafadhali watu wetu wacha waepukane nazo. Epukana na hiyo. Just go to a church which is leading you into the correct way, which is teaching the correct doctrine of God. Just don't go to the church because maybe umesikia kwamba hiyo kanisa watu wanafanya nini, wanapewa pesa, you know, like says I am in Western Kenya. Leo mtu mmoja ametoa ushuhuda tukiwa klasi ya kwamba kuna mahali wanakaa hapa Western, kuna kanisa yenye imekuja, ukienda huko after service unapewa gorogoro 2 za mahindi, unapewa gorogoro ya omena, unapewa shilingi 300. So watu wengi, alikuwa anatuambia watu wengi wamekimbilia hiyo kanisa, watu wametoroka zile makanisa zao walikuwa wanaenda kwa sababu ya nini? Ya hiyo wanajua wakienda huko watapewa gorogoro 2 za mahindi, watapewa gorogoro ya omena, watapewa 300. Cults. Those are cults. Tuepukane na vitu kama hizo. Let us believe that God is our provider and let us go and work for it. Tusianze kukimbilia isi bintu byabo sa kukulikuntu. Tutaumia. I like saying Bwana Yesu asifiwe. Elino mpasta. So, the advice yenye ninaweza peana usiku wa leo ya kwamba tusijidanganye. No, let us take action in whatever we are doing. We are not supposed to sit and just bichemuna amage yechinyoni. Nyasaye neonyine chinyoni nkwenda chiri chiedigerie kukulikundu. Ngosoka chiri chienda chiachikoriye. Nchiri kokiraga abu, nchiri nonye nchiri kolema, lakini ngosoka chiri chiachikoriye njikireti. No.
Acha niachie hapo kukulingutu, lakini ni vibaya sana, watu wengi wamepotea na wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Bantu mbali kusoma Biblia pamanyobo maene ngaibole gochi enda tigera ugu rudi ni ala kwana nerenda mwi ai kuku likuntu nara tigere ga uga kimono mtaseboni ayo musomba basta mungana nama gitamugira nate bigunsome yango ndarakerora rodi ni nere na bari ndime cyose ngoria kitengo mugura nde Mike Ruth Isabera ni moroche agonde tunti ini karibu sana Ruth Isabera yeko rukunga tango ndasoma gitabu gitanganya yeko rukunga nakyo mwanzo muchakano ndasoma muchakano ga muchakano Pastor kama sairi iga Pastor kama karibu sana, asante sana. Muchakano mwanzo 4:5-1-5 mwanzo 5:1-5 tena somo likaiga Genesis 5 1-5 Yagotebanga this is the book of the genealogy of Adam in the day that God created man. He made him in the likeness of God. He created them male and female, and blessed them and called them mankind in the day they were created. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. After this begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters. So all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Asante sana. Nimesoma hiyo, asante sana. Abudo Onchiri, karibu sana kwenye show. Thank you very much. Nitasoma hiyo nyingine. Wacha nilete Pastor kama Pastor mchikishikilia hapo. Nisipate kuna swali. Rodi nishikilia hapo. Wacha ningie kwaka kama Abudo Onchiri @gmail. Thank you very much. Karibu sana. Shikilia kwenye show. Tuko na kuleta ndani kama nje ilivyo kama kawaida. Wacha nikuje kwa hapa sasa. Pastor kama unanipata, fungua microphone tuweze kuzungumza pamoja. Niko na swali hapa, ningependa tuulizane tu vizuri and we talk. Na wale ambao wako single msiogope kuongea baadaye, tutatafutia. Pastor kama unmute your mic tafadhali. Pastor kama unanipata, naomba kafungue microphone jamani. Alright. Asante sana. Thank you very much. Anyway. Okay. Wacha niingie hapa kwa kama ni party. Microphone amefunga Pastor kama amefunga mic. Okay. Abudo funga microphone tafadhali. Funga microphone yako Abudo Onchiri. Abudo Onchiri tafadhali naomba ufungue microphone. Abudo Onchiri naomba ufungue microphone. Abudo Onchiri naomba ufungue microphone. sio wafungulie kutoka saidi yako. Hapa siwezi fungua, inaniambia I don't think kama itaruhusu. Inaniambia kwamba yezi kafungua. Can't unmute. Your guest decided to mute. Right. Abudo fungua microphone tafadhali. Pastor kama unanipata, fungua microphone and we talk on this issue. Nimeona baadhi watu wengi anaishiwa na damu. Anasema mimi msiniongezee damu kabisa. Hapana. Kanisa langu haliniruhusu kuongezewa damu. Haliniruhusu kabisa. So mniachane ile kuniachana. So ndio tunauliza jamani. Abud na Pastor wameenda.
Pastor kama unanipata? Pastor kama unanipata? Okay, nikingoja kama Rodney. Hello. Uko na kitu ya Hello. kuongezea? Nakupata. Mimi nitaweza sema hivi for now. Vile pastor amesema ni ukweli. When I was Nairobi, kuna kanisa iko hapo Mombasa Road. Ilikuwa inachukua watu free kutoka kwa kijiji. Ukifika huko ukimaliza unapewa 600. And then ametoa tahadhari mzuri. Hivyo si poa. Alafu kitu ingine nilikuwa nataka kuuliza pastor before aende. Kuna kitu tangu nikuwa mtoto nimekuwa nikisikia sijui mahali imeandikwa kwa Bible. Eti Mungu anasaidia mtu mwenye anajisaidia. By the way, mimi sijaipata but ametoa example mzuri. Hata ndege huenda kutafuta chakula asingoji siletewe. Unaona? So tuna encourage our people, kama umesikia vibaya enda hospitali, kubali utibiwe. Your life is so important. That's what I can say. And we trust in God. We can move. Yeah. Thank you so much for hosting me today. As I said last time when we were with you, I was Thursday night, okay, because tomorrow is a off year where I work. You understand about girl, Friday is off. That's why you hear a lot of noise today. People are not sleeping. Thank you so much, sir. Yeah. Kiri hapo utazipiwa. Hata nikusaidie mic hapa, utazipiwa. Abud Onchiri, naomba ufungue microphone yako tafadhali. Abud, fungua microphone. Naomba ufungue microphone Abud. Okay. Akama. Pastor Akama. Pastor Eric Machuki, come back kuswali lako lipo hapa. Pastor Eric Machuki, swali lako liko hapa. Hata Pastor Akama, you can answer this question as I know. But microphone nao jamani. Microphone nayo umeamulia kabisa. Wana mama mnatupata kupitia njia ya Facebook. Unaweza kuja YouTube, andika Kisi Hot TV and subscribe. Pia wale ambao mko YouTube, you can go on Facebook, andika Kisi Hot TV /FM, pia subscribe. Sawa sawa. Kila kitu kitakuwa sawa, kitakuwa safi kabisa. Ni kama sijui Abud Amenda, Abud Akama, Pastor Akama, unanipata jamani? Alright. Okay. Sijui maoni yako wewe ni yapi kuhusiana na hii mjadala wa siku hii ya leo. I don't know. Pia wale ambao wako single msiogope kukuja kusema, tutawaunganisha. Ukisema mimi, ukipatiwa nafasi sema mimi niko single, we will see on what to do and help you to go to grow, to mingle with other people outside there. Rodney nika pastor kama ameenda. Wale pastor kama zungumze kuhusiana na hili swala ya kanisa ama dini, ni wapi na swali lako ambalo ulikuwa umeuliza. Lakini sasa I don't know what is not happening. I don't know what is not happening with me. Ndio maana yake siwezi fanya nini. Alright. Ndani ya Kisi Hot TV, Pastor kama I don't know na Machuki plus Abud. Hii ringi sijui mbona leo inasumbua, lakini may God bless you all. And we see on what to do. Okay, ni kama network. Naomba Rodney, naomba kesho ukuje hilo swali nitauliza watu wa kujibu.
Ni kama hii network hainiruhusu, hainitaki nifanye mjadala leo. Sijui hii network leo imenikalia vibaya, but I hope kwamba it's all about ni kitu miunda na binadamu. We can't. Inakuwa ngumu kidogo, lakini sasa inabidi. Okay. Network initaki kabisa. Anyway, sijika pastor kama unanipata. Machuki sijui kama unanipata. Abidi sijui kama unanipata. I don't know if you are getting me, guys. I don't know if you are getting me. And also I want to welcome you to the show. Saa 5:47 Afrika Mashariki. Na mimi ni mwenye mshikia microphone hapa ni Nyaputo Dennis kukurikuntu kipenda kuntu kurutu. Tutaitika sana kabisa. Hadi ilikuwa niko nini? Tutashirikiana moja kwa moja kuelimishana watu wetu on ile kitu ambao unafaa kufanya. Ukiona kwamba unalemewa kabisa, tafadhali usiruhusu ukaanza kupoteza maisha yako eti kwa sababu ya kitu fulani. Hospitali ni sawa. Watu watipiwe and we see on what to do. Asante sana. Ndani ya Kisi Hot TV iko sawa, kwa mtu wangu hali iko sawa. Asante sana. Mpatia dakika kama 2 hivi ningoje akama just like minutes kidogo sana, ningoja kama aje asungumze na sisi. Kuna swali limeulizwa hapo, kama ungependa kujibu pia tutapenda kupatia fursa hiyo ya kujibu. Asante. Okay, dada mkubwa anasema yani Dennis, damu inateremka toka mbinguni kama mvua. Hapone ngotebi abantu mbare wanatoa watu sadaka. You get a pastor, ukienda kanisa lake anakulipa pesa, anatoa wapi zamani? Na wenye wanaenda hapo je? Okay, sijui alikuwa anataka kuuliza nini. I want to appreciate you guys for coming to the show of tonight. Nashukuru sana nyinyi watu wangwana sana, tumeshirikiana pamoja, ingawa network imeleta taparash kidogo, but I hope kwamba everything's well and good as we gonna do it. Nyinyi watu wangwana sana, nyinyi ni watu wangwana sana. Pia nyinyi hatungeweza wala singeweza, lakini sasa kwa sababu ya nyinyi mmetushirikisha, mmetushika mkono hadi mahali ambapo tumefika. Wacha tu Mwenyezi Mungu akawashikilie, akawaongoze kwa kila jambo. Tutapatana tena hivi siku ya kesho kuanzia maeneo ya saa 3 katika Happy Sabbath. Tusukume moja kwa moja. Kesho tunapatana Happy Sabbath. Nilikuwa nataka pastor kama hapa ni kama Machuki Abudi na wewe ukuje usungumze kuhusiana na mchada wa siku hii ya leo, lakini ni kwamba ni kama imeshindikana na hii nini. So mimi nitasema hivi, wacha nataka kuomba niondoke. Ila tutupatane katika siku gani ya kesho mwendo wa saa 3 kumradhi, hadi kieleweke nayo katika Happy Sabbath. Asante sana. Funga macho yako nikakuombee. Asante Mungu kwa kibali na neema na fadhili zako. Tangia tulipoanza mjadala huu umetushika, umetuongoza, tumejifunza, tumeelimishana mawili matatu. Wacha jina lako likapewa sifa kamilifu milele. Asante kwa sababu ya nafasi hii, asante kwa kipaji cha uhai, asante kwa sababu ya neema na fadhili kutoka kwa Bwana. Tuomba neema na fadhili zidimie milele. Katuongoze Bwana, katushike mkono wewe Mungu wa Israeli. Tena makuu kwa maana unastahili Bwana. Wewe tena unastahili kuinuliwa milele na milele, kwa maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Namweka mtazamaji na kila mmoja wa Kisi Hot TV na wakabidhi mkononi mwako Bwana, kwa washike mkono
na kuweza kuelimisha mawili matatu. Sasa pokea sifa na midio milele, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen. May God bless you so much. Thank you for coming. Thank you for tuning in. Rodney. Yes, Rodney. Mambi sangapi chinso utantebi? Saa 3 chamara kwa banonda. Oh, go wambi marogoba. I will check you. Sawa sawa, asante. Okay, I want to go on channel Facebook, go on mbere Facebook unya kuligilia antu bamintu na kiba comment. Sawa sawa. And at YouTube, Odike Kisi Hot TV, subscribe. I have already subscribed to your channel. All right, thank you very much. Asante sana. Welcome, sir. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom, shalom. Mkuwe na usiku mwema, mkuwe na asubuhi njema. Mwenyezi Mungu kawaongoze, kawashike mkono hadi tamati. Asante sana kwa kuweza kushika na mimi ndani ya nyumba kama kawaida. Natakia kila laheri. Bye bye. Hadi siku ya kesho. Happy Sabbath. Tukiwa tunajipanga. Mwenyezi Mungu ndio hiyo. Bye.